Inakuaje ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Konz Digital Media, kituo nambari 1 mkoani Pwani na Kenya nzima, kinachokufahamisha yote yanayojiri kwenye safu tofauti, kwenye safu ya burudani, siasa, michezoni na mengi zaidi. Leo ndani ya Konz Digital Media ningependa tuweze kuingia kitaa cha Tanzania, tuweze kuangalia ni kitu gani ambacho kinajiri kwenye ulingo wa burudani. Na leo tutakuwa tunazungumzia kuhusiana na swala la mahusiano. Tuweze kuangalia nani ambaye anahusiana na nani, ama ni kitu gani ambacho kinatokea katika mahusiano ya wapenzi wawili. Na hivi kwamba siku ya leo tutakuwa tunazungumzia kuhusiana na mahusiano ya Diamond Platnumz na mwigizaji Wema Sepetu. Ukumbuke kwamba kwa sasa ni miaka zaidi ya 10 imeweza kupita tangu Wema Sepetu na Diamond Platnumz kuweza kuachana, lakini uhusiano wao una alama ulioacha katika tasnia ya muziki wa Bongo Flava licha ya drama nyingi walizoweza kuziacha kipindi cha mapenzi yao pale. Ukumbuke kwamba Wema ambaye pia aliwahi kukua Miss Tanzania kwa asilimia kubwa iliweza kumfanya Diamond kuweza kukua maarufu zaidi kwenye muziki ama kwenye tasnia ya muziki, hivi kwamba basi aliweza kumkaribisha katika ulimwengu wa kuangaziwa sana na vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Inajulikana tayari Wema alikuwa maarufu kupitia Miss Tanzania pamoja na filamu alizoweza kucheza ikiwemo A Point of No Return ambayo iliweza kufanyika mwaka 2007. Kulingana na Wema, mara ya kwanza ya kuweza kuonana, unajua kwamba ningependa tuweze kuangalia pale ni wapi ambapo waliweza kuonana ama mapenzi yao yaliweza kuanza vipi. Na ni kwamba kulingana na mwigizaji Wema, mara ya kwanza kuweza kuonana ana kwa ana kwa mara ya kwanza ilikuwa katika klabu ya usiku kule nchini Tanzania, ambapo Diamond Platnumz alikuwa eneo maalum la kuweza kuvuta sigara na rafiki zake. Waliweza kutazama tu kwa mbali na hakuna aliyeweza kumsalimia mwenzake. Wakati huo basi Diamond Platnumz alikuwa akifanya vizuri na nyimbo zake mbili, ambayo ni Akamwambie ambao aliweza kuitoa mwaka 2009 na Mbagala ambao aliweza kuitoa mwaka 2010. Baada ya muda Wema aliyekuwa anatoka na Charles Baba kipindi hicho akaenda Marekani kwa dada yake, na inasemekana kwamba basi alipofika dada yake akaweza kumuuliza kama ana namba ya Diamond Platnumz, maana nyimbo zake zinafanya vizuri Marekani, hivyo anaweza kwenda kufanya show huko. Basi Wema akamwomba Ray C ampatie namba ya Diamond Platnumz, na punde tu wakaweza kuwasiliana na kumelezea hilo. Basi inasemekana kwamba waliweza kuendelea kuwasiliana mara kwa mara, hasa kupitia Facebook. Wema alikuwa akimweleza jinsi uhusiano wake na Charles Baba ulivyo na changamoto, huku Diamond Platnumz akiweza kumfariji Wema Sepetu. Hilo basi likaweza kuwafanya kwa karibu, na aliporudi basi inasemekana kwamba waliweza kuishi pamoja. Ukumbuke kwamba ulikuwa uhusiano mwingine kwa Wema ukiweza kumhusisha na star kutoka tasnia ya burudani Bongo baada ya kuachana na Mr. Blue TID na Charles Baba, ambaye baadaye walimaliza tofauti zao hadi kuhudhuria harusi yake. Inasemekana kwamba uhusiano wa Wema na Diamond Platnumz ukaweza kuchukua nafasi wakiishi pamoja kama mume na mke kwa zaidi ya mwaka mmoja. Siku moja wakiwa ndani ya ndege, Diamond Platnumz akaweza kumwandikia Wema wimbo wenye ujumbe mzuri kwa penzi lao. Na inasemekana kwamba wimbo huo ulikuwa wa mwaka wa 2012 ambao ulikuwa ni Walala Salama, uliobeba jina ya album ya pili ya Diamond iliyotoka na nyimbo 10 pekee. Ukumbuke kwamba basi hiyo ni baada ya Wema kuweza kupata tetesi zilizodai kuwa Diamond Platnumz ana uhusiano na Miss Tanzania. Hiyo ndio iliweza kutokea sababu ya wao kuweza kuachana pale. Hapo pia inasemekana kwamba Diamond Platnumz aliweza kukua katika mahusiano ya kimapenzi na Jokate Mwegelo, ambaye pia aliweza kutokea katika video hiyo pamoja na Hamisa Mobeto na wengine wengi zaidi. Kitendo cha kuweza kuachana na kurudiana pamoja na mambo mengine yanayofanya uhusiano wao kujadiliwa vilipekea Diamond Platnumz kwa mbunifu katika utunzi wa nyimbo zake kama ni Mpende Nani, ambayo iliweza kutoka mwaka 2012 iliyoelezea jinsi mapenzi yanamweka njia pana. Wema ana historia kubwa katika muziki wa Diamond Platnumz. Amekumbuka kwamba ilifikia mahali kwamba yeye Wema Sepetu ndiye aliweza kumfanya Diamond Platnumz kuweza kutusua katika industry ya muziki. Kumbuka kwamba ndiye mrembo aliweza kutajwa mara nyingi zaidi katika nyimbo za mwanamuziki huyo wa WCB, akiweza
mshirikisha pia katika video ambazo aliwahi kuziachia. Kumbuka kwamba pia Wema aliweza kutoka katika video ya wimbo wa Diamond wa Moyo Wangu wa mwaka 2012, na huo ukawa mwanzo wa msanii huyo kuweza kutumia wapenzi wake katika video za nyimbo za kitu kilichokuja kuigwa na wasanii wengi hapo baadaye hadi sasa. Kwa hiyo tunasema kwamba baadhi ya sababu ambayo ziliweza kufanya kwamba Wema Sepetu kuweza kuachana na Diamond Platinum ni kutokana na kuweza kumcheat. Inasemekana kwamba Diamond Platinum aliweza kutoka na kidosho mwingine, na baadaye basi Wema Sepetu akaamua kwamba huo ndio muda mwafaka kuweza kuachana na Diamond Platinum. Nakumbuka kwamba hiyo ndio story ambayo nimeweza kuendelea hapa ndani ya Coast Digital Media, ambao ni kituo nambari 1 kinachokufahamisha yote yanayojiri katika nyanja tofauti, hasa katika nyanja ya burudani, siasa, michezoni na mengi zaidi. Cha msingi tu, kama ndio mara ya kwanza, hakikisha kwamba una subscribe ili kwamba utakapokuwa pale na historia ama utakapokuwa pale tunaombea mwingine zaidi, utakuwa mtu wa kwanza kuweza kupakua. Mimi sio mwingine bali nafahamika kama Warandu. Subscribe, comment, share, alafu tutakuwa tunasonga mbele zaidi. Usibanduke.